kwamba shetani anajua wewe ni nani, na anajua kitu gani unacho, na anajua kwa nini anakushambulia. Kwa sababu hakushambulia na hakuzuii kwenye eneo la uchumi ile mali tu, ana target na mipango yake. Ndio tunachozungumza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kwenye Biblia ukisoma maandiko yuko mtu anaitwa Ibrahim. Ibrahim alitoka kwenye nchi ya uhuru wa Kanaani, akasemeshwa na Mungu. Ibrahim akiwa hana kitu. Kasoma Biblia. Anaondoka na baba yake mzee Tera. Wameanza safari, wanaenda, wanapiga hatua, wanaenda, wanasogea, wanapiga hatua, wanaenda, wanasogea. Ikafika hatua ile wakatengana na baba yake. Ibrahim alipotengana na baba yake hakuwa na kitu chochote. Ila maandiko yanasema Ibrahim aliondoka na baba yake wakiwa na ng'ombe. Ila Ibrahim alipojitenga akiwa peke yake, akiwa hana kitu, akiwa mwenyewe, hana mali, hana ng'ombe, akaondoka na mke wake anaitwa Sara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu akaanza kumwambia nitakubariki, nakupa nchi ya ahadi. He was nothing, he has nothing. Alikuwa hana kitu. Kama hivyo angekuwa tajiri, Mungu asingeweza kumrudisha kule zile. Maana Ibrahim alikuwa broken, really broken man. Alikuwa ni mtu ambaye hana chochote kwa sababu alikuwa hana uzao. Alichokuwa nacho ni mke tu. Hata jina la maana alikuwa hana. Alikuwa anaitwa nani? Abraham. Maana hata ile sifa au ile heshima alikuwa hana. Unanielewa? Ukisoma maandiko vizuri, kama hautaona kwenye jicho langu, hautaweza kuona wewe kwa Mungu, na hautaweza kuweka ile imani ndani yako kwamba God can help you. Mungu anaweza kukusaidia hata kama hauna kitu. Ibrahim hata ile heshima, ile jina alikuwa hana, alikuwa anaitwa Abraham. Ibrahim amepewa na Mungu. Akiwa kwa alikuwa anaitwa Abraham. Biblia inasema Ibrahim ni baba wa mataifa mengi. Abraham ni jamaa alisokuwa na watoto, isiyokuwa na maisha. Amina. Ukimwona Ibrahim wakati anaanza safari yake, unajua utajiri wa Ibrahim umetana kwenye Mwanzo, kuanzia sura 19, sura 20, 21 anapata mtoto. Sura 20, sura 19 na 18, Mungu anamwambia Abimeleki, wewe umekusa mke wa nabii. Usipoenda kuomba msamaha utakufa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio kusikia kitu cha ajabu sana. Alafu ni ndio Mungu anatuheshimu tumeshindana. Hasa nabii. Kwa sababu moja. Mfalme akulala ni wewe. Aliyemzuia mfalme asilale na Sara ni Mungu mwenyewe. Umeelewa? Lakini Mungu anamwambia yule mfalme kwenye ndoto, usipoenda kuomba msamaha, usiporudisha mwanamke huyo, hakika kufa. Aliyezuia ni Mungu, na yule mwanamke alirudishwa, ila bado jamaa anatakiwa aombe msamaha. Na si kama ndio mwanazisho mwenyewe alikubali. Tukienda kule wewe sema ndio. Anachukuliwa ile, anaona anakubali yenyewe kinabisi sio kwa Mungu. Wakati mwingine utumishi wa Mungu au usiwachezee. Unadhani usiku kwa msamaha wa kufanya kitu kwa yeye. Sio wote lakini wenye mafuta kwenye wako kama mimi. Bwana asifiwe. Sina nielewa ninachozungumza. Kwa Ibrahim alikuwa hana jina la heshima, alikuwa anaitwa Abraham. Ibrahim alikuwa na mke, na mke wake ni tasa. Yaani alikuwa na biashara, na biashara isiyo zaa. Umeelewa? Alikuwa hana ng'ombe. Yeye alipataje mali? Alipata baada ya Mungu kumkemea Abimeleki. Bwana Yesu asifiwe. Abraham alikuwa hana jina, akapata jina, akaitwa Ibrahim. Akapata jina tu, akapata na mke, akaitwa Sara, sio tena Sarai. Umeelewa? Maana when God change your name, change everything in your life. Mungu anapobadilisha jina lako, anabadilisha kila kitu kwenye maisha. So the new chapter must come with a new identity. Mungu anatufundisha kwenye ulimwengu wa roho. Ukiingia kwenye majira mapya, lazima renew identity. Ukiingia majira mapya, lazima uwe na jina jipya. Go and read your Bible. Mwanzo alikuwa anaitwa Yakobo, baada yake ni Israel. Do you think it's just Israel? New identity, new chapter, new season, new identity. Umeelewa? Majira mapya, jina jipya. Mungu akupenda wewe. Yaani nilisoma kwenye maandiko, niliuliza watu wote waliobarikiwa kwenye Biblia, God gives them new name. Mungu
kwa majina mapya. Kama nafikiri Tanzania angalia hata Mungu mwenyewe. Mara ya kwanza Mungu anatokea kwa Musa na mimi niko ambaye niko. Baadaye anaingia kumwambia mimi nani? Yehova. Baadaye mara nini? El Shaddai. Baadaye nini? Hivi. Akafanya maandiko. Kwenye kile kisima mwanzoni palikuwa panaitwa jina lingine. Baadaye jina jipya. Unapopata jina unapata utambulisho mpya. Utambulisho mpya maana yake ni kibali kingine. Kama ni kibali kingine maana yake hivi umeingia kwenye season nyingine. Kwa hiyo kitu mpya fulani heshima inaongezeka au mazingira yanabadilika. Kwa sababu ukiingia kwenye majira mapya unapata jina jipya. Sasa Ibrahim kipindi kile alikuwa hana hata jina. Alikuwa anaitwa Abraham mwenye mke asiyezaa. Jina lake limebadilishwa kwa sababu hakukutana na Mungu. Ila ndani yake alikuwa na imani. Ndani yake alikuwa anatafuta Mungu wa kweli. Kipindi hicho kwenye uhuru wa Kanaani alikuwa anaabudu jua. Yeye akasema no. Jua hawezi kuwa Mungu. Mbona kuna wakati anapotea? Mwisho wa siku kilichotokea, Mungu akamsaidia, akamtokea, akampa jina jipya. Soma akiwa anampa jina, alitoa na maelekezo. Hautaitwa Sara, utaitwa Sara, mama wa mataifa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahim alikuwa hana kitu, akaenda akaondoka na mke wake. Kilichompa utajiri Ibrahim, alipoingia kwenye mji, mazingira ambayo Mungu alitengeneza Ibrahim akutane na wakuu. Yusufu asingeenda gerezani, asingekutana na mkuu ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye meza ya mfalme. Wale wakuu walikosea, wakapelekwa gerezani. Walienda gerezani ili wakutane na nani? Na Yusufu. Yusufu alienda gerezani hana hatia. Alienda kule ili wakutane na wale watu waliotoka wapi? Kwa mfalme Farao. Mungu akatoa ndoto kwa Farao. Alipokuwa akitafuta sio nchi ya Misri, alikuwa anatafuta ni nchi yake na watu wake. Anafanya vipi ya wafikie? Akatengeneza mazingira fulani kama magumu. Nikajifunza kuna wakati mwingine natakiwa kujua ya kwamba napokutana na changamoto Mungu anatengeneza njia. Wakati mwingine si mara zote. Unaelewa? Amina. Mungu anatengeneza njia ya kunikutanisha na mkuu aliyebeba kitu changu. Angalia Yusufu, maandiko yanasemaje kwenye Mwanzo 39 nisoma jana. Yusufu akapata kibali kwa wakuu, tena mkuu wa gereza. The moment tunapoona the great people they are nearing you, wanakusogelea wewe, wanakuwa karibu na wewe, it means Mungu amefungua mlango. So pale unahitaji kibali. Amenielewa? Manake mpaka kufika gerezani ni mlango umefunguka. Yusufu kaondoka kama mtu alifanya nini? Aliyesingiziwa mamlaka. Na kwa sababu anajua kabisa huyo mwana anatia sina. Wakati mwingine wakitokea wanafiki kwenye maisha yako na wenye hila, wakitokea watu wanaozungumza vibaya, wakitokea watu ambao hawako pamoja na wewe, wakitokea watu ambao wana backside, ndio vizuri they introduce you kwenye eneo ambalo Mungu kuna jambo amekusudia wewe ufikie. Unaelewa? Wakati mwingine utambulisho wako unaweza kumtisha mimi au mtu yote aliyekufuatilia. Akaja na step na mtu anasema sasa. Bwana asifiwe. Lakini ilikuwa rahisi kwa Ibrahim. Alikuwa rahisi lakini Ibrahim alikaa. Baadaye Mungu akamtokea Abimeleki usiku akamwambia usimshike huyo mwanamke. Usiguse huyo mwanamke na nani. Abimeleki akamgusa huyo mwanamke na aliko yanasema hivi. Mungu anamwambia usipoenda kutubu kwake, kitakachokufuta ni kwamba utakufa wewe na taifa zima na kizazi chako. Nenda na umpeleke sadaka. Alipoenda ndipo yule alipotajiri. Akamwambia katika nchi yangu, eneo lolote unalotaka kuishi, chagua utaishi. Kama Ibrahim angeamua kuishi ikulu, Abimeleki angetoka ikulu. Angebisha, angekufa. Unaona hicho kibaya? Unaona utajiri? Sometimes wakati mwingine Mungu anatakiwa awatokee wale watu waliobeba vitu vyako, waambie nisipopeleka kwa huyu utakufa. Nilimwambia God, if you are my God, do it to me. Fanya hiyo kwa. Biblia inatuonyesha Mungu anamwambia Abimeleki. Abimeleki alimpa wafanyakazi, akampa watumwa, akampa ng'ombe,
mifugo, akampa mifugo, akampa na pa kukaa kwenye nchi yake. Kumbuka Ibrahim hapo ana nchi yake ya ahadi. Hiyo sio yake, hiyo inaongeza. Kumbuka Ibrahim hapo yuko njiani anaenda. Ndipo utajiri wa Ibrahim. Hakuanza kwa mtaji. Ni wewe tunamkailisha Mungu wako kwamba ili ufanikiwe lazima uanze kwa mtaji. Inaitwa nyota ya Ibrahim. Amen. Hakuna nyota inayong'aa kubwa kuliko nyota zote. Ya kwanza ya Yesu Kristo, ya pili ya Ibrahim. Nyota ya Ibrahim inamulika nyota zote. Kwa sababu yeye ni baba wa mataifa yote. Amen. Yeye ni baba wa watu wengi. Hata Yesu anaitwa uzao wa Ibrahim. Wanasema amen. Leo pati hii si, lakini nataka kuonyesha kwamba Ibrahim wakati anamsogelea Mungu, anaanza hakuwa na kitu. Hata vitu alivipata kwenye njia ambayo ni Mungu ndiye aliyesema. Ndio maana Mungu anasema utajiri viko kwake. Na ndio maana Mungu yeye anatoa kibali sisi tukisogea kwa wakuu tuheshimu. Wakuu wakubali kutoa vitu vyao sisi tuvipate. Unanielewa? Lakini shetani pia anatumia tabia na vitu vyako vya kipumbavu kukutoa kwa wakuu. Mimi ni mkuu, wewe uko chini yangu. Labda unataka upako uwezo wa kutabiri. Wewe ukifanya tabia mbovu kwangu mimi nikikasirika unapata? Hapana. Maana yake umeharibu kibali, si ndio? Maana yake hata kama kuna namna unataka kufikiria naendelea kufanya hivyo. Sitafanya. Kwa nini? Kwa sababu umefanya kitu ambacho mimi sipendezwi nacho. Hiyo ndio utabaki kwenye nafasi ile ya kubarikiwa. Haiwezekani. Naye ameelewa. Umeelewa? Kwa wakati mwingine ukikutana na mtu ana kitu mkuu, heshimu anachotaka afanye. Sio kwa sababu wewe ni mpumbavu, kwa sababu unatunza kitu ambacho kitakuinua. Kama unaamini Mungu anatumia kufanikisha maisha yako, kitunze. Kama unaamini mwisho wako Mungu anatumia kukupa wewe hela ya mshahara, mtunze. Kama unaamini dada yako anakusapoti, tunze. Tokea kwa kibali kwa mkuu. Kasome maandiko. Mungu alimpa kibali Esther kwa watu, akampa kibali Esther kwa wakuu. Lengo la kusema haya yote ni kuclick button ndani yako kwamba ili Mungu akuinue wakati mwingine hauhitaji capital. You need favor from God. Sasa kwa nini nakwambia hivi? Maana God can help you, can raise you from the scratch. Bila hata kuwa na mtaji. Mungu anaweza akakuinua hata kama hauna nini? Capital. Nilitoa mfano mwingine kwa Yakobo kwenye Biblia. Yakobo alienda na mbuzi. Yakobo alienda na ng'ombe. Yakobo alienda na kitu. Alikuwa yeye na fimbo yake na kanzu aliyovaa. Akaenda kwa mzee nani? Labani. Ametoka kwa Labani, ana jozi ya kondoo, ya ngamia na watu 4 na watoto 12 ndio wanarudi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuonyesha kwamba hivi Ibrahim, Yakobo ameenda, anaitwa Yakobo, akaitwa Israeli baadaye. Ameenda amekimbia kwa ndugu zake. Hana kitu. Akiwa anarudi na nini? Jozi. Unajua jozi ni makumi. Kasoma maandiko. Alipokuwa anaenda kulakiwa na ndugu yake, akayaacha majozi yake mahali. Akaacha na wake zake akasogea kwanza. Angalia Mungu alipokuwa anambariki. Ng'ombe wa Labani, mbuzi wa Labani, vitu vya Labani. Ila vikigeuka vikisema hivi ni vya Yakobo, hivi ni vya Israeli, vinaongezeka. Kwa jamaa wanasema hivi unajua ukiwa na kibali, hivi unajua Mungu akikubariki, popote utakapokaa. Amina. Watu watajua tu. Amen. Na shetani ana akili. Unaona kwa nini unaweza kuwa mchawi? Anataka kuchafua ni kibali. Amina. Usinyamaze kimya. Amina. Ukiona kibali chako kinachafuliwa, sio kwa kumjibu, kwa kukaa kwenye mambo ya jina la Yesu. Amina. Unafuta maneno yote mabaya. Amina. Tuma Mungu kwa lingi kibali chako. Amina. Usinyamaze. Usinyamaze kimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini nakwambia hivi? Nataka ujue kitu kimoja. Kwanza, haijalishi hauna jina, haijalishi hauna kibali, hata Ibrahim alikuwa hivyo. Anaitwa baba wa mataifa, rafiki wa Mungu, baba wa imani, shujaa. Yaani Ibrahim ana vyeo vyote vizito, baba wa mataifa yote, rafiki wa Mungu, shujaa wa imani, vyote vikubwa vya kiroho anavyo. Nabii, lakini hakuwa mtu wa kawaida. Ila kabla ya kufika hiyo level, huko nyuma alikuwa kama wewe. Na yeye alikuwa anaomba kama wewe. Na yeye alikuwa anapitia changamoto kama wewe. Na yeye aliondoka kwa baba yake kama wewe. Alikosa pa kulala kama wewe, alikosa chakula kama wewe.
Unaweza ukawa Ibrahim wewe wa kizazi hichi. Unaweza ukawa Ibrahim wa nafasi hii tulionayo. Ila leo ukiamua kuomba tu kwenye moyo. Lakini kwa nini nataka kukwambia hichi? Mungu wa mbinguni, he has power to help. Kwa unapoanza kuomba leo au unapomwomba, huwa unajua yuko Mungu hapa. Ninaposema, ninapoongea na Mungu anasikia. Lakini huyu Mungu anayesikia sio tu anasikia, anainua watu kutoka wapi? Chini. Na wanaweza kuwa wakuu bila mtaji. Mungu wa mbinguni anao watu. Unaona anayofundisha? Wewe ili usome Biblia uombe Mungu yajue ile unasikia geresi sababu Mungu ameshaweka kwako. Amina. Kama Mungu ameweka neno lake kwako, unafikiri maisha yako na fedha hawezi kuweka kwa mtu mwingine? Anaweza. Umenielewa? Unachokihitaji wewe hakipo mbinguni. Wewe unachokitafuta hakipo mbinguni. Mungu nipe nyumba, nipe kiwanja, ya mbinguni na kiwanja. Kiwanja unachokitaka wewe ukajenge nyumba yako. Kipo, tatizo ni nini? Una hela. Amen. Sasa unawezaje kucultivate kibali? Moja ya kitu ni kibali. Hivi unafahamu mfalme akiwa anachagua mwanamke wa kuoa, wanachukuliwa mabinti bikira. Wanakaa pale muda mpaka ile kweli hawana dima na ni bikira kweli. Yule kiongozi ambaye anatunzia vyakula mahali pale alipokuwa amewekwa. Ila Esther kabla hajaenda kwa mfalme alipata kibali kwa watu wote. Esther alipata nini? Kibali kwa watu wote. Kabla hajaenda kwa nani? Kwa mfalme. Na unajua mfalme alikuwa anafanya vipi? Mfalme alikuwa analala na wale mabinti wote. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye alikuwa anawabikia wale mabinti wote. Alafu katika wale, yule aliyelala naye huo usiku akamridhia, ndio anakuwa nani? Malkia. You need favor from God to be favored to your husband. Unahitaji kibali kutoka kwa Mungu ili ukubalike kwa mumeo au mkeo au kwenye biashara yako. Unaona unanisikia? Esther ilipofika zamu yake ule usiku. Hivi wanaume wanajua. Unakutana na wanawake wote bikira. Unawakataa kwa sababu gani? Unamkataa yule bikira kwa sababu gani? Sababu ni kitu ambacho wanaume wanapenda. Unakutana wa kwanza bikira, wa pili ungesema na wao wote. Ila anatakiwa patikane huyu mmoja ambaye moyo wa yule mfalme umebebwa. Esther kabla hajaenda huko watu walipiga maombi. Waliomba nini? Mungu awasaidie. Wasiwawe na nani? Wanateseka. Na nani sana watesa? Tunataka watoke kwenye ile mateso. Mungu aliwatoa ile mateso kupitia nini? Kibali kuweka kwa mwanamke ambaye atakaolewa na mfalme. Unanielewa? Anatakiwa patikane mtu mwenye mamlaka ili aweze kupambana na huyu mwenye mamlaka. Sio maombi yako. Amen. Yaani ukitaka kushindana na watu wanaotumia nguvu za giza wanafanya hapo kwenye eneo lolote, unahitaji upate mtu mwenye nguvu anaweza kukufikisha kwenye mamlaka ile ndio uende kushindana. Nchi nzima iliomba, kabila nzima, jamii nzima ya Wayahudi iliomba. Wakaomba kwa ajili ya Esther aende. Alipofika pale Esther, kitu gani kilitokea? Akapata kibali kwa wale watu. Nchi ni ya kwake. Wewe unafikiri kichompeleka pale ni kwa sababu yeye ni malkia na ni kabinti kalikuwa mtaani? Si unanielewa? Kalikuwa hakana CV nzuri. Kalikuwa hakana ubora ule na hakakuwa kabisa nzuri. Kwa sababu mfalme anatafutia wanawake wazuri kweli kweli. Katika wale wazuri waliotafutwa, Esther alikuwa ngusi. Kasome historia. Ni Biblia ile inaandika. Kilichofanya Esther apende ni hicho. Mungu ndio anayetoa kibali cha kuolewa kutokuolewa. Kwa hiyo wakati mwingine ukipoteza kibali kwa mume wako nacho. Ukipoteza kibali kwa mume wako, vile vitu vinavyofanya mwanzo nafanya. Ukipoteza kibali ndio vitatokea wakati mwingine ni kupoteza kibali. Na ni kitu kibaya ukipoteza kibali. Ndipo mimi nasisitiza hapa. Ya mimi na watu wamepoteza kibali. Amen. Mungu akupe kibali chako. Amen. Na usisahau aliyetoa kibali ni Mungu. Amen. Sio mwanadamu. Kibali kikae kwa mtu. Amen. Kibali kinakaa kwa Mungu. Ile wanaokubali ni wanadamu. Na anayekubali ni Mungu. Na vitu vinatakiwa vikubali. Nani amenielewa? Mwambie jirani yako na vitu vinatakiwa vikubali. Nani amenielewa? Ndio maana kufanikiwa ni kitu cha kiroho, sio cha kimwili. Kufanikiwa sio kufanya biashara. Kufanikiwa ni kitu cha kiroho. Ndio maana mtu anaweza akakuroga na ukashuka chini na ulikuwa juu. Kama ingekuwa sio kitu cha kiroho, kwa hiyo akikuroga gari yako inaharibika. Vitu vyako vinapotea. Kwa nini wakituma uchawi vinatokea? Maana Mungu inasimamia. Bwana Yesu asifiwe.
Waendelea kufanya kazi uone. Mimi napiga kazi. Mungu amesema sifanya kazi na asili, unafanya kazi na hauli. Sio kuelewa. Yaani kuna wakati mwingine ukiona umekaa kwenye formula ya Mungu na vitu vinakataa. Step back. Alafu tutafute watu wenye ufahamu wa neno la Mungu. Kama mimi, nabii, ni mshango moja, hii tatu. Hapa nafanyaje? Hata mlikutana na jinga kweli, tunakuja kwa anambia mimi najua nimeomba. Wewe nani kakwambia umeomba? Wewe ukiona ile kitu kile kwenye maisha yako unaomba. Mwenyewe unaona baba mimi sisi ndani yangu mchawi. Tunarudi kwenye pointi yetu ya mwanzo. Ibrahim hakuwa na kitu. Yakobo hakuwa na kitu. Mama wa Seleka hakuwa na kitu. Unaniona nachozungumza? Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuwa na kitu. Yusufu kawa waziri mkuu, hajasoma hata elimu ya wapi? Ya Farao, ya Misri. Katoka tu huko kwenye nchi yao, kafika kule, kawa Usboi. Kutoka Usboi, kaenda kwa Nyampala. Nyampala, waziri mkuu. Hivi ushaiwaza mtu anatoka gerezani, mtuhumiwa, kwa kutafsiri ndoto tu anaenda kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo unafikiri Mungu hawezi kukupa vitu? Hawezi kukupa mali? Hawezi kukupa utajiri? Ni shetani amekujaza ujinga uone kwamba haiwezekani. Umeelewa? Uone kwamba maisha magumu, mapambana, sisi hatupambani, tunafanya kazi. Unanielewa? Kuna lugha nyingine ni za kuzimu, tunapambana na kupambania maisha. Wewe unapambana na maisha kati maisha ulishapewa. Hivi ukisema unapambana na maisha unajua maana yake nini? Yesu alisema msijisumbukie kesho itajisumbukia yenyewe. Leo mtu mwingine ndio unataka kama mambo sasa hivi aende mwenyewe relax. Nataenda relax. Wakati wa kwenda nifika nataenda. Wewe ni kama ila spata ni mtizo. Kama Mungu amesema nenda, amini neno lake. Wanaweza kutokea kwa hiyo biashara ifai, achana nayo. Wewe wale wanatumiwa na shetani, anaweza hata kama mambo mzazi. Sikio. Wale ambao wanakudisappoint, wanakuona wa kawaida, wanakuona uko chini. Haujakutana na Mungu wangu wewe. Amen. Amina. Unakutana na Mungu wa watu wengine, ndio test my God. Test the test of my God. Wewe umejaza kwa mentality kwamba hauwezi. Unajua why? Do you know why? Ninapozungumza lazima kuna namna ya prosperity. Wakati mwingine usije kusema unajua Mungu anamuinua mtu hatua kwa hatua, sio Mungu wetu. Mungu wetu akikutoa chini ni mpaka juu. Amen. Umeelewa? Yusufu kutoka Unyampara kuwa naye waziri mkuu, mwanangu anataka step gani? Mungu wa Yusufu ndio Mungu wetu. Amen. Hakuna kitu kigumu. Ni mentality shetani anatengeneza kwenye jamii na kwa watu kwamba ionekane hawezi kufanikiwa. Anatengeneza ionekane utajiri na maisha mazuri ni anasa. Anatengeneza ionekane sisi watumishi tunaohubiria habari za kufanikiwa, kupata pesa, kuwa na maisha mazuri, tuonekane tunatafuta pesa. Nataka kukuaminisha kwamba hivi Mungu wetu. Unajua kuna wengine wanakuambia hamna, Mungu hawezi, lazima uwe na kitu cha kufanya. Ni kweli. Ila kuna watu wake special. Sio lazima uwe na kitu cha kufanya. Ni kweli kabisa, Mungu anainua watu hatua kwa hatua. Ni kweli na ni kibibilia na ni kiroho. Ila sio kwa watu wake kama Ibrahim. Sio kwa watu wake kama Elia. Sio kwa watu wake kama akina Yakobo. Sio kwa watu wake kama Yusufu, Nyampara mpaka waziri mkuu. Hajakuwa hata mbunge wala nyumba ya nyumba kumi. Hajawahi. Wala mwenyekiti wa serikali za mitaa. Kilichofanya ile kule nyumba nini? Anajua kutafsiri ndoto. Kwa sababu unajua kutafsiri ndoto, kwa hiyo tunakukabidhi. Wewe utashughulika na mambo yote ya uchumi. Kwa neno la Yesu. Sasa kuonyesha kwamba ambayo Mungu anaweza kukusaidia wewe ukafanikiwa. Ni kweli kabisa Mungu anatumia hatua. Ila kuna namna ukimpendeza Mungu ukapata kibali machoni pake, ile hatua unaziruka mwanangu. Unanielewa? Yusufu ili awe waziri mkuu, ilibidi awe mbunge, awe waziri, akae muda mrefu. Sisi unaelewa? Rahisi angone. Ila ukiona kibali, wengine hawataona hivyo vigezo vyote. Watakachoona ulicho nacho. Kwa nini watu hawaoni ulicho nacho? Kwa sababu kuna aina ya kiwango cha kibali hauna. Yaani Yusufu yeye alichokuwa nacho ni kutafsiri ndoto tu. Ndio jamii yako mmesikiliza hiyo. Alichokuwa nacho ni kutafsiri ndoto tu na kuongoza vizuri. Yeye alikuwa na upako na kitu cha kiroho. Alikuwa yuko full burden kwenye spiritual gifts and anointing. Amejaa upako, amejaa maarifa,
Amejali kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Ili Mungu akutajirishe na kuinua, lazima moyo wako uwe na moyo wa kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Yusufu yule hakupata cheo kwa sababu alikuwa na mtu. Yusufu alikuwa na nani? Unajua connection ya Yusufu ilikuwa ni Potifa. Potifa amemshtaki kwamba alikuwa anataka kubaka. Kuna connection hapo. Umeona sifa ya Yusufu ilikuwa nzuri hapo. Sasa alikuwa anaonekana mbakaji. Ndio maana akahukumiwa kakaa hapo gerezani. Wakati mwingine mwanangu, ukionekana una sifa mbaya, watu wakikusema vibaya, haina maana wewe mbaya. Amina. Wakikataa haina maana wewe ufanye. Amen. Potifa kuna namna alikuwa hana namna ya kufanya. Akakataa, akakaa gerezani. Wakati mwingine ndugu na jamaa na marafiki wakikukataa, mshukuru Mungu. Amina. Usianze kuumia, mimi naumia nini? Wacha waende. Amen. Umenielewa? Amen. Mimi nawaambia wakati mwingine Mungu anakuonyesha mapema. Au anamjua yule mtu vizuri, anamuondoa mapema. Amen. Ukiona watu wanaondoka kwenye maisha yako, watu hawakupi ushirikiano, ni Mungu ameamua kuwabagua mapema. Amina. Ukifika maeneo ya kufanikiwa atakuzuru wao. Amen. Ukiona tabia mbovu ya mtu mapema, ujue Mungu anakuambia ukiinuka na huyu mtu kule mbele atakuumiza. Kwa hiyo kuwa makini, utaanza kuwa makini kuishi naye. Umeelewa vizuri? Na wakati mwingine Mungu anakufunulia mapema, anakuambia kabisa umemwona huyu kama yuko tayari kuwa na mimi na wewe. Ikitokea ukikwambia unatumia madawa ya kulevya, ikitokea kwamba wewe ni jambazi, ikitokea kwamba wewe ni mchawi, atashirikiana nao. Umeelewa? Amina. Kwani yule ilikuwa Bwana asifiwe. Sasa kwa maana nakwambia sisi tumefikaje kwa, lakini wewe wakati mwingine ukiona watu wanaondoka kwenye maisha yako, mshukuru Mungu. Yusufu alikuwa skendo, mshukuru Mungu. Wewe Yusufu unayezungumza na wewe, mshukuru Mungu. Ukiona watu wanaikataa biashara yako, mwambie Mungu, inawezekana tatizo sio kibali. Inawezekana kibali chako kinataka niende nikakutane mtu mmoja ambaye ana connection na mkuu kule mkuu, ili na mimi nifike kule. Na kushukuru kwa hii changamoto, kwa sababu ndio ndani yangu ya kunipeleka kwenye hatima. Unanielewa? Ukitaka wewe ufanye kazi upate pesa, wewe lazima wengine wakunyime. Ukiona umeishi umekosa msaada kabisa, kuna namna utatokea tu. Wewe ukitaka mtu atafute kazi, mnyime hela kula, mnyime vyote. Hata nipushi tu. Bwana asifiwe. Ukiona unajua nini? You know what? Sometimes you need to change kwa hiyo kusaidia wengine. Kuna watu wako wamebeba vitu vyako. Ila wewe uvipate kwa sababu hujakutana na hao watu. Ili uvipate hivyo vitu, lazima ukutane na hao watu. Bwana Yesu mkono. Mungu akupe moyo. Amina. Ukiwa na moyo huo, Mungu anakupa utajiri mwanangu. Amen. Mungu anakuamini, tatizo lako unakosa ule moyo wa kuabudu. Hata kwenye fedha wewe unachokiangalia ni pesa tu. Sasa ukishapitia hayo unafurahi nini? Ukianza kupita kwenye shida, ndio utajikuta lazima ufanye nini? Bwana asifiwe. Ninachotaka ujue ni kwamba hivi sio mpaka uwe na nini na shida. Unanielewa? Sio mpaka ukutane na changamoto. Ndio uwe na nidhamu kwa Mungu. Uwe na moyo wa kumwabudu. Mungu akikuona vile atakuamini, utapata nini? Kibali. Unawezaje kuuteka moyo wa Mungu na kupata kibali kwa Mungu ili Mungu akufanikishe? Umeelewa? Kwa sababu unaweza ukafanikiwa na ukapata pesa na ukapata mshahara na zisikae. Umeelewa? Wewe umefanya kazi miaka mingapi? Umepata pesa ngapi? Unaishi gani? Una nini? Unanielewa eh? Kwenye historia yako hujawahi pata hata milioni au milioni mbili? Hapo umejiangalia toka umepata mshahara wako, kitu gani umefanya? Lazima ujue una shida wapi. Wengine ni yako. Ndio unaelewa. Pima kiwango cha fedha ulizowahi kuzipata kwenye maisha yako. Sawa? Na kiwango cha maisha ulionayo. Kiwango chako cha maisha yako, cheki unavyoishi. Cheki biashara. Cheki nafasi ulizowahi pata kwenye maisha yako. Cheki na ulivyo. Cheki vitu ambavyo umewahi kuwa navyo umeanzisha, vimeenda, vimepotea. Cheki watu wa msingi ambao Mungu anakukutanisha nao, umewapoteza. Cheki wakati una kazi na una fedha, ulikuwa unafanya nini? Usiishi tu eti kwa sababu unapata 200 na kutangua kufanya nini unaona kawaida. Utakuwa huna akili. Kwa lazima ujue. Umeelewa vizuri? Usiishi tu. Mimi huwa najitafakari. Na update. Yaani nikishagundua kuna mahali kuna shida naamua kubadilika.
Kwa sababu kubadilika sio shida na wala sio kusema mimi naamua kubadilika kuna sema iko sawa, ukweli ni udhaifu. Mungu wetu kila sekunde anaongezeka. Kama mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni mshirika wa tabia ya Mungu, kwa nini nisibadilike? Amen. Unaelewa tunazungumza? Amen. Kitabia, kiuchumi, kila eneo lazima ubadilike. Unaelewa tunachosema? Kwa sababu Mungu wako ndio Mungu anayekuinua, ndio Mungu anayekuongeza. Kwa kama wewe utashindwa kubadilika, maana yake utakosa kibali. Jichoki wakati unapata fedha nyingi, umeajiriwa sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu, kama tafute ulioajiriwa nao sehemu ya kwanza. Utakuta baadhi yao wameendelea. Wengine hata wana viwanja. Wengine wana nyumba. Jicheki wewe. Mimi naambia watu kama uelewi, jicheki tabia yako. Lazima uko Mungu. Si unanielewa? Mungu anajua mimi siwezi kumkabidhi Mungu binti. Ataenda kutesa. Kwa hiyo ukifika hapo utajipatia kwa mwanaume yoyote uende kuteseka wewe. Ndio maana naambia watu hata kama ukichelewa vipi kuolewa, usiende kwa sababu hivi kama kuna watu watesa, wewe ni uhakika. Ukipeleka kwa sababu ya sababu zako, kuna kitu kitakukuta. Unanikumbuka nini kwa? Na mwanaume wetu na wewe kitakukuta hivyo hivyo. Sema ndio anasema hapana cho mtu atakacho. Sasa wengine wananyoshia watu wanawake bila kama wana tatizo au wananyosha wanaume. Wanasahau kwamba wao wanakosa kibali. Biblia inasema hivi, ukipata mke, umepata nini? Heshima. Au umepata nini? Kibali. Umeelewa? Mke sio mwanamke. Sasa wewe ni mke. Kwa sababu Mungu kama anataka kukupeleka kwa mtu ambaye anatakiwa kupata mke ili apate kitu chema, apate kibali, wewe sio mke, uendi utapelekwa kwa joka la mbingu. Nenda nisikie hicho sasa. Nenda nisikie hicho sasa. Kama wewe ni mwanamke, sio mke, usitegemee kuolewa na mtu ambaye Mungu anataka huyo mwanaume apate kitu chema. Huyo mwanaume apate kibali. Hata kama mnapendana vipi, anayezuia sio huyo mwanaume, ni Mungu. Amina. Na yeye anaweza kusielewa hilo kwa. Na wewe unaweza kusielewa hilo kwa. Hilo ni Mungu ndiye anayefanya. Tatizo ni nini? Umekosa kibali, haujakosa mwanaume. Hivi unafahamu mwanaume au mwanamke hata kama mwenye ndoa, kama mwanaume umwamini kuna vitu umwamini mke wako mke, umshirikishi. Sio, unaelewa? Wanaume uongo kweli. Kuna eneo unajua kabisa hapo nikimwambia huyu aliyepo. Umwambie ataharibu. Lakini na wao wanawake hivyo. Unajua kuna jambo nikimwambia mume wangu huyu, ugomvi unakuwa mkubwa. Kuna ya kwambii. Hivyo hivyo kila mtu kwenye eneo lake. Kinacho tofauti ni kuaminika, kukubalika, kudhibitika. Unachozungumza ni kibali. Kwa sababu kama utapata kibali kwa Mungu, Mungu atakukutanisha na wale wakuu. Wako watu kwenye nafasi za uongozi wa serikali kwenye nchi hii. Wamebeba vitu vyako, unanielewa? Mungu afanye mlango. Akupe wewe kibali. Ndio awalete wale watu. Kwa sababu akiwaleta na hauna kibali, unapotea. Kasoma maandiko. Biblia inasema hivi. Katika kitabu cha Isaya sura 60:11. Nimerudia sana nasema tena. Malango yenu yawe wazi daima. Ili Mungu anapowaleta watu na viongozi wao wanapokuletea utajiri, malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Nasikia alafu hayatafungwa mchana wala usiku. Hakuna kufunga malango yako. Bwana asifiwe. Huyu ni nabii anayezungumza na ninaongea hapa, mimi ni nabii. Malango yako yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Ili watu wapate kukuletea utajiri. Unaambia utajiri unaofuata. Haleluya. Amen. Unajua kitu kinachotoka kwa Mungu ukifuate kinakuja. Mungu ataja Mungu baraka kwenye Kumbukumbu la Torati 28:8. Mungu ataja Mungu baraka ije kwako. Ili watu wapate kukuletea wewe, wakuletea nini? Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Unasikia? Wapate kukuletea nini? Utajiri wa mataifa. Na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Ndio utajiri sio tu watu wa kawaida, mpaka wafalme. Leo Mungu anatupa neema. Amen. Na mambo yetu yatakuwa wazi. Amen. Kupitia kibali katika jina la Yesu. Amen. Wao watu wa Mungu wanaotuma maji watakuja. Amen. Watatuletea. Unajitegemea. Unategemea kazi zako. Leo unategemea wale watu unaowajua. Unategemea biashara yako. Unaelewa? Unategemea kazi yako. Mabaya yako. Ukitegemea vitu vyako. Ukitegemea watu. Mimi nasema mtu huyo amelaaniwa. Sio kama ndio anasema amelaaniwa mtegemea mwanadamu. Unajua maana ya laana?
Laana ni kupungukiwa, kukosa, kupotea, kutapanya, kuharibika, kufa. Ndio laana. Maana yake utapungukiwa ukimtegemea mwanadamu, utakosa ukimtegemea mwanadamu. Usitafsiri laana ya kwamba ni kitu tu cha ovyo, no. Watu wakikaa katika laana, maana yake wanakaa katika kupungukiwa, wanakaa katika kukosa, wanakaa katika kuibiwa, wanakaa katika kufa. Ukiona mambo yako na vitu vyako vinakufa, vinaibiwa, vinapooza, vitokea vyema, maana yake kuna kind of curse, kuna aina ya laana inakufuatilia. Wakati mwingine usiseme ni muda tu nitainuka. Cheki kwenye maisha yako. Ukiona unaanzisha biashara imekufa, maana yake kwenye hilo eneo kuna kufa. Kuna laana imesimama mahali. Maana yake hakuna nini? Baraka. Maana yake kama hakuna baraka, ipo nini? Laana. Na Mungu amesema ataiamuru baraka hivi kwako. Umenielewa? Kwa maana yake pale unapofanyia kazi, watu wanaweza kaja pale wakakuletea fedha. Pale unapoishi, wakaja pale. Anayewaleta sio connection yako. Anayewaleta ni Mungu, na wewe ukipata kibali. Nani angeamini gerezani hajapatikana mtu wa kumpeleka Yusufu kuwa waziri mkuu? Si unajua kabisa wanaokaa gerezani hawana nafasi ya kurudi tena kwenye nafasi za uongozi. Maana yake maisha yao yameisha, wameshakuwa wafungwa. Unajua kitu cha ajabu Mungu alichokiweka kusurprise ni kitu gani? Yusufu akakutana na destiny helper wake gerezani. Maana usipopazania, watu sio wazania, ndio watu ambao Mungu wakati mwingine anawatumia. Maeneo ambayo unaona ya kawaida. Nani angitegemea Yusufu anakutana na mtu aliyekaa karibu na mfalme? Wakati mwingine ukikutana watu wako karibu na wakuu, unajua hiyo ni njia ya kukufikisha kwa wakuu. Usiwadharau watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa ninachosema? Kwa nini nakwambia hivi? Sababu wakati mwingine ukishaona kuna watu wana nafasi fulani, wana vitu gani vizuri, wamekusogelea kwa karibu na wewe, tumia akili. Mungu amewaleta kwa ajili yako. Ukiwasaidia wewe uhitaji wanaotaka, watakukumbuka wakuinue. Wewe sasa weka mbele hela, ukasahau tu. Weka mbele maslahi yako. Ndio maana nilikufundisha ukiwa binafsi, unaweza kukutana na watu wa maana, ukaonyesha ubinafsi wako, ukakosa nafasi. Umepewa nafasi, onyesha kwamba wewe ni mlango, unaweza ukapokea mtu mwingine yeye akafanikiwa kwenda. Mungu atakuona unafaa. Ule mtu amenisikia ninachosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu Yusufu alipofika kule, kitu gani kilitokea? Yusufu alifanya nini gerezani? Mfungo unapataje kibali gerezani? Ni plani ya Mungu. Unakumbuka Shadraka, Meshaki na Abednego? Walikuwa kama wameenda kuangamia. Kumbe wakitoka pale wanaenda kupewa cheo na Mungu wao atakayeabudiwa. Unamkumbuka yule aliingia kwenye tundu la simba? Daniel. Umeelewa vizuri? Hebu kuzungumza watu kwa namna hiyo. Unamkumbuka yule mama Zeta? Sisi tulikuwa maisha ya hali yafe. Unaona kilichofanyika? Maana yake vimama waseleta katika wajane wengi waliokuwepo kwenye ule mji. Mungu aliona nikimpeleka nabii kwenye nyumba ya yule mama mjane, nabii atakula na yule mama ataishi. Wa kwanza aliyepata kibali kutoka kwenye macho ya Mungu ni mama mjane. Wakati mwingine ukiona unapata nafasi ya kumpa kitu na Biblia kutoa kitu mazimani kwake, ni wewe umepata kibali kwa Mungu ili upokee ule upako. Kuna wenzako wapatio neema ya kutoa kitu mazimani. Wewe baada ya kuona fursa kama unainuka, wewe unaona ni tatizo. Unaona wewe hauna. Katika nchi nzima Mungu hakuona mtu, akaona mtu nje ya mji. Yule mama alikuwa anakaa wapi? Seleta Kristo. Sio maandiko yako au kusema sasa. Ni historia ya Biblia ya amani. Bwana asifiwe sana. Tufanye nchi nzima ya Tanzania. Kuna mama, tufanye yule mama wa Seleta, mji mzima wa Seleta. Mungu aliona mwanamke yote mjane, kwani mjane alikuwa peke yake? Mungu alikubali wengine wafe kwa njaa, ila yule asife. Ili yule asife, abaki salama, lazima atoe. Kwa nini atoe? Kwa sababu nabii atakayekufa. Kwa sababu nabii amebeba kitu. Shughuli zake zile zitakifu nini? Kuzimia au kufa. Mama Seleta alipotoa alikufa. Si akapata na biashara ikaenda. Yesu anasema hata hicho kidogo alicho nacho ukikitoa Mungu atakuzidishia. Natufundisha ni kwenye eneo la kibali. Wa kwanza kupata kibali katika mji mzima kati ya nabii na yule mama ni mama alipata kibali kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwamba huyu anaweza kumtunza nani? Mtumishi wangu. Ushawahi kama wewe ungekuwa kwenye kizazi hichi, nabii kama Elia au ushawahi Elia alipita nyumba ngapi akihitaji msaada wakamkataa? Elia alipita nyumba ngapi wakamwambia hatuna? Ushawahi Elia alikutana na wajane wangapi?
Inawezekana Elia aliamua nenda kwa yule akakataa, nenda kwa yule akakataa, nenda kwa yule akakataa. Na Yesu alisema hivi, mimi ndio mnena kweli. Wakiwakataa ninyi, wamenikataa mimi. Hebu kwa unamkataa mtumishi wa Mungu, uwe makini. Kama ni wa Mungu kweli, maana yake unamkataa wewe Mungu. Kwa hata uombe wapi ni mpaka utubu ukapatana na yule. Umenielewa? Ndio maana Miriam na Haruni waliambiwa na Mungu, nendeni njoeni kwanza. Keko kikao. Bwana Yesu asifiwe. Nani amesikia ninachozungumza? Biblia inasema hivi, ukinikataa, wakiwakataa ninyi umenikataa mimi. Tuko pamoja? Lakini mshauri waza kuna watu wangapi walimkataa mama Aseleka? Nani ameelewa? Amina. Mimi ninachofundisha milango kukufungukia. Ndio maana naambiaga watumishi wa Mungu. Biblia inasema ukimkataa yeye, umemkataa nani? Kumkataa ni sio mpaka useme vibaya. Wakati mwingine kumsupport hata kumwombea, kumshauri. Unajua vile kupenda na yeye afanikiwe, mambo yaende. Unajua vile? Bwana asifiwe. Amen. Ana amenisikia. Kama unaelewa pigie Yesu makofi. Jamani, kama sisi tunamwamini Yesu, njia ya sisi kufanikiwa ni hizi. Ninaweza kufundisha. Kwa hiyo ili uweze kufanya nifundishe, niseme ni roho, lazima ujitengeneze ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Unawakumbuka wale ambao walikuwa wanataka wale chakula? Walikuwa pamoja na Yesu. Biblia inasema wanaume walikuwa 5,000 Yesu anawaambia wale, wapeni ninyi chakula. Wale jamaa wana njaa, wanafunga sema Bwana watu hao watafanya njaa. Waruhusu waondoke. Yesu akasema wapeni ninyi chakula. Wao wanasemaje Bwana hatuna chakula. Hawa wengi ndio unavyoona. Unaona kama majukumu leo ni makubwa kuliko ulicho nacho. Unaona kama ile ndoto na mafanikio yako ni makubwa kuliko vile ulivyo. Unaona kama hautaweza kufika. Utafika mwanangu. Kwa sababu unaye Yesu. Wewe kama Yesu hauna hapa, Yesu yupo. Atakusaidia na utafika katika jina la Yesu. Amen. Ila hautafika kwa tamaa au kwa kusema amen. Usishangilie tu. Kafuate maelekezo. Amen. Nani ananisikia? Amen. Kama maelekezo ya utoaji katoa. Maelekezo ya kutokuwa binafsi kafanye. Maelekezo ya kuwa na moyo wa kumpenda Mungu kafanye. Maelekezo ya kufunga na kuomba fuata. Maelekezo ya kuomba kibali fuata. Nani amenisikia? Usipofuata hautatokea hata kama umeombewa. Kwani mimi ni wa kwanza kukuombea? Silishoombewa hata kunyuma kabla ya vimetokea. Hali ile ya uchungu kwa sababu moja. Ujue hilo jambo halihitaji maombi. Hilo jambo linahitaji wewe ufanye. Mimi I'm very special to the eyes of my Lord. Do you know why? I am chosen one. I'm born again. I am child of God. I'm a son of Almighty God. Mimi kijana wa Mungu mwenye nguvu. Nimezaliwa mara ya pili. Mimi ni mteule, nimechaguliwa na Mungu. I'm not a normal person. I'm very special to the eyes of God. Rather than that, I'm a prophet. I'm the office of Almighty God. Mimi nipo kwenye ofisi ya Mungu, Muumba mbingu na nchi, Mungu mweza wa yote. Nani amenielewa? Sasa naonyesha ule special. Kuna namna lazima mimi niwe special. Amen. Sio kama unaelewa ninapoelekea. The moment unakuwa special. Amen. Au wa kawaida. Amen. Unaelewa vizuri? Yaani mbingu inavyokuwa dress wewe, mbingu inavyoanza kukushughulikia wewe. Haishughuliki kama inavyoshughulika na watu wengine. Amen. Yesu alisema huyu mwanangu mpendwa wangu. Mungu alisema, anamwambia Yesu, huyu mwanangu mpendwa wangu msikilizeni yeye. Wote watoto wa Mungu lakini Yesu mzaliwa wa kwanza. Amen. Yesu first born. Amen. Umeelewa? Amen. Yesu ameshinda akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, akapewa mamlaka yote, vitu vyote. Amen. Yesu kaka yetu kaenda kutengeneza makao mapya. Wewe unaenda kukaa kwenye makao yaliyotengeneza bla zako Yesu. Maana kuna special. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi tulio special. Muona Yusufu alikuwa na special. Mungu alileta duniani kwa special. Eneo ambalo wewe ni special. Amen. Mungu anataka kukuinua kiuchumi, hafuati protocol. Hafuati taratibu. Kwamba wewe unataka kuwa na pesa, utapitia ngazi ya kwanza, ngazi ya pili, ngazi ya tatu. Unanielewa? Yusufu kutoka gerezani kwenda wapi? Kuwa waziri mkuu. Yaani kama sasa hivi tusikie mfungwa aliyekuwa Segerea, Ukonga au Makeko, atoke moja kwa moja, tumkute aseme jamani, ninamshukuru Mungu, Mungu amenipa ufunuo na nimeongea na rais wa nchi hii, mimi nimekuwa waziri mkuu. Amina. Kuna namna mtasema, imekuwaje? Kuna namna watu hawataelewa. Amina. Si unanielewa? Amen. Wewe unafikiri Yusufu alikosa watu wa kumngonga amewezaje huyu? Unafikiri hawakuwepo? Kwa hata sasa hivi na sisi tutangonga, si ndio? Amina. Amewezaje kutoka gerezani mfungwa huyu akituibia? Alafu sasa kitu cha ajabu. Yaani jamaa amenunuliwa mtumwa.
kaja kwenye nchi kama mtumwa, ameishi kama usiboi, ameishi kama mfungwa, amemaliza na waziri mkuu. Ana CV nzuri hata moja kwenye ofisi yake ya kazi. Cha kwanza mtumwa, cha pili usiboi, cha tatu mfungwa, ila mfungwa aliyebeba upako, mfungwa aliyebeba kibali. Inawezekana shetani amefunga uchumi wako, lakini wewe ni mfungwa aliyebeba kibali. Inawezekana amekufunga hivyo, na Mungu aliache ili leo ukutane na nabii wa Mungu, nabii wa kweli, nabii Kristo Mungu, ili uinuliwe kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Na kutangazia leo utainuliwa katika jina la Yesu. Tunapoomba leo hapa, Mungu atakuinua kwa jina la Yesu. Utaongezeka katika jina la Yesu. Utainuliwa katika jina la Yesu. Na huyu Mungu wa madhabahu yako kufanyia na iwe kwako katika jina la Yesu. Kama unaelewa sema ile sifa ya Yesu. Anasema kama unaelewa sema ile sifa ya Yesu. Unanielewa? Yusufu hakutengeneza CV nzuri mwanangu. Ila tunajua Yusufu alikuwa anamcha Mungu, anamuomba Mungu. Yusufu hakuhitaji connection kubwa mwanangu. Ila tunajua Yusufu alikuwa anamcha Mungu na anamwamini Mungu. Mbele yako unaelewa? Unaelewa. Wewe sasa unaelewa wewe special. Ibrahim alikuwa special. Ibrahim alikuwa special mwanangu. Alikuwa anaitwa Abraham. Mungu akambadilisha, akampa new identity, akaitwa Ibrahim. New identity, new season. New identity, new chapter. Mungu akikupa majina mapya, anakupa utambulisho mpya. Haleluya. Katika lako wewe ukipitia magumu, unasahau special wako. Amina. Ibrahim hata mtu wake alipochukuliwa relax. Akasema Mungu nimemwamini anaweza. Amen. Abimeleki alipolala usiku, anataka kumsogelea Sara, anapigwa usingizi. Amina. Abimeleki alitoka kwenye ndoto, anamwambia wewe ukigusa. Amina. Mungu anajua barua ya kuzimu, ukigusa uchumi wa mtu, ukigusa. Amina. Ndio anachoambia leo. Amen. Hata wewe ni mtoto wa nabii huyo. Ana nabii ndani yake. Hata wewe ni mtoto wa nabii. Ana nabii ndani yake. Mungu anakusaidia. Ukishakuwa na special, wewe haufuati protocol. Hauhitaji kutengeneza CV. Wewe ukiwa na special mwanamke unanisikia? Ukiwa na special mwanaume unanisikia? Ukiwa na special, kuna favor of God. You experience. Utaishi katika upendeleo wa Mungu kwenye maisha. Mimi ninajua kweli. Ukitaka kufanikiwa kuna hatua unazichukua. Amen. Kwenye maisha ya kawaida. Lakini ninajua kweli. Ukiachana tu na hatua za maisha ya kawaida, ninajua kweli kabisa kwa hakika ya Mungu. Mungu ana hatua zake kufanikisha. Ila ninajua kweli katika hakika ya Mungu, wale walio special Mungu hawana haja ya hatua. Amina. Hawako kwenye program. Waende kwenye progress ya kwanza mpaka ya pili. No. Ni point. Unatoka kwenye point na kwenye point. Unatolewa hapo unapelekwa hapo. Unatolewa hapo unapelekwa hapa. Umebutua. Amen. Wangapi wanasema hii wiki ni ya mwisho? Amen. Leo Jumapili ndio ya mwisho. Amen. Hawataki tena kukaa nyuma. Amen. Alafu jua Mungu anataka kuinua wakati mwingine sawa unafuata protocol. Yaani kuna wakati unataka kujijua wewe ni special. Amen. Yaani ameelewa? Amen. Mazingira unayokutana nayo wewe na future yako ni bora kuliko mazingira ulionayo sasa. Amina. Mazingira unayokutana nayo wewe yanataka kukufanya usijione wewe kuwa ni special. Unanielewa? Amina. Kuna wakati mwingine unaweza kupitia mazingira kama ya kukataliwa, ukafikiri unakataliwa, kumbe ndio unapikwa. Amina. Na ukitaka kugundua shetani anafanya vita na wewe, angalia, wengi wanakuwa kinyume na wewe na wanaungana. Amina. Na wengine hata hujawakosea na hawana hata sababu ya msingi. Amina. Ila wanaungana na wanasapotiana. Wewe usikie kwenye kundi la namna hiyo. Amen. Ukimkuta mume wako au mtoto wako wanampinga ndugu na majamaa, wanamuona hafai, usije ukafikiri mtoto hafai. Amina. Anafaa. Amen. Ila shetani anataka kuonyesha idadi ya watu ambao wanamuona mtoto wako hafai ni kubwa. Kwa anaanzisha kuthibitisha kwamba mtoto wako hafai nini? Hafai. Amen. Shetani anataka kuonyesha maisha yako hayawezi kwenda. Anachokifanya hivi, anakutengenezea mazingira magumu. Una madeni, una shida, biashara haiendi, watoto wanasumbua, ndugu wanakuona fai, unapata aibu, dharau, kejeli, unajiona uko mwenyewe. Sio, unanielewa vizuri? Unajiona uko mwenyewe, uko wapi? Mwenyewe.
pesa hauna, kazi hauna, biashara inaharibika, ndoa inasumbua, unaumwa, kuna vitu unaweza kufanya uwezi. Unaona kama gari limetolewa matairi huko juu. Unalia na Mungu. Shetani anafanya vile ili akuwekee mawazo ujithibitishie kwamba wewe haufai. Wakati mwingine unajiona kabisa mimi bwana nastahili, naweza kufanya hiki. Mimi bwana ni mtu wa maana. Ila unashangaa anachukulia mtu mwingine mlugha tu hana uwezo kuliko wewe. Wewe una uwezo kumzidi, iwe ni ofisini, iwe ni eneo gani. Unajikuta wewe una uwezo na uko vizuri kuliko huyo mwingine. Ile utaona watu wanakupinga na wanakuwa kinyume na wewe. Ukiona wao wamejikusanya wengi kuwa kinyume na wewe, ujue nyota yako ni kubwa kuliko wao. Amen. Nyamaza kimya.